Okay, swali namba 2 linakuja tunalouliza ambalo tunataka majibu tu. Sisi kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu. Okay. Unaposema no reform no election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba 2025 na wakaendelea CCM na serikali yake, fate ya Chadema ni nini? Fate ya Chadema ni nini miaka 5 ijayo? Chadema itakuwa wapi miaka 5 ijayo? Mimi kwenye hili niseme hivi. Tumemaliza uchaguzi 2020. Yakatokea yaliyotokea. Chadema tukakaa kwenye kamati kuu. Tukasema hatukubaliani na hatukubali matokeo wala mazao yatokanayo na uchafuzi. Kwa hiyo tukakataa wabunge wa viti maalum, tukakataa madiwani wa viti maalum, tukakataa ruzuku. Bro, uliza hicho chama kilikuwa wapi kati ya 2020 mpaka 2023? Uliza hicho chama kilikuwa wapi? Kuna watu wanakuja leo wanasema tunaweza tukasurvive tu, hawakuwepo. Kuna watu walimaliza uchaguzi 2020 wakakimbia mzee. Na nyinyi mnajua walikimbia wakatuacha hapa Tanzania, sisi tukapambana na Magufuli hadi akafa. Hao watu ambao wanasema sisi leo ni wasaliti kwa sababu tumesema hiki mnachokisema doesn't make sense. Unaposema no election maana yake unataka kuzuia uchaguzi. Ukishindwa kuzuia uchaguzi maana yake huingii kwenye uchaguzi. Kama huingii kwenye uchaguzi hutapata wabunge, hutapata madiwani, hutapata ruzuku. Leo sasa hivi wanaendelea na kikao kinaitwa kikao cha watiania ambacho mimi nilitakiwa niwe mjumbe pale. Kwenye jengo la kisasa. Hilo jengo halijanunuliwa kwa hela ya mtu yeyote. Hilo jengo limenunuliwa baada ya Chadema kuwa imezira ruzuku. Baada ya mazungumzo ya maridhiano tukakubaliana kwamba sasa tuchukue ruzuku. Tulipochukua ruzuku ya 2.8 billion, tukachukua 1.6 billion tukanunua jengo la makao makuu ya sasa. Lile jengo ni mazao ya uchaguzi wa mwaka 2020. Unapokataa uchaguzi tuambie the alternative ya mapato ya chama. Wewe unakuja na matangazo ya harusi unasema tone. Wanataka watu wetu waende kwenye matangazo ya harusi yale wachangie tone. Mzee. Alafu unapataje hela ya kuendesha unataka kuendesha chama kwa kutone? Ulipe mishahara, ulipe mapango ya nyumba, ulipe sijui ununue bendera, uweke mafuta kwenye magari, ununue magari kwa tone. Haiwezekani. Na ndio maana miaka yote na tumekaa kwenye vikao tunauliza tupeni mfano wa nchi yoyote duniani ambao chama kiliwahi kuzuia uchaguzi. Nchi moja tu duniani kwamba chama kilikataa hakuna reforms kwenye nchi tuzuie uchaguzi. Naenda Kenya hawakuwahi kuzuia uchaguzi, Zambia hawajawahi kuzuia uchaguzi, Ghana hawajawahi kuzuia uchaguzi, South Africa hawajawahi kuzuia uchaguzi. Hakuna nchi ambayo chama kimoja cha siasa kiliwahi kuzuia uchaguzi. Ila watu wanaenda kwenye uchaguzi, wanapambana kwenye uchaguzi, wanadili na wanaohusika na uchaguzi, wanaotangazwa wanatangazwa, wasiotangazwa watangazwa. Kama ni machafuko yatatokea kwenye